hapa kwa hii kanisa yake. Unajua yeye ananichokoza kila wakati, na unajua kwa udhoni lazima tu uende, na ukifika maneno yako ikuwe ni machache, na ikiwa ni machache maneno yako zaidi ikuwe ni pesa mfukoni. So nashukuru sana Senator. Unajua tulichaguliwa na yeye pamoja, tulikuwa Senate kwa mwezi moja hivi na yeye kabla rais hajanipatia kazi ya waziri. Pia nashukuru Mheshimiwa Eric wa Mumbi kwa sababu ya ile kazi anafanyia watu wa hapa Madhira. Nimepata kiongozi shupavu, na sio mtu ati anatafuta network yake kutoka mashinani mpaka juu iko direct. Sio lazima apitie mtu ndiye afike serikali. Na mimi nashukuru yeye kwa sababu ya ile kazi anafanyia watu wa Madhira, na anafanya pia kama kiongozi wa Kenya katika bunge la taifa la Kenya. Kwa ile miaka kidogo amefanya kazi hapa, mimi nataka niseme ya kwamba yeye pia amekuwa ni kiongozi wa kutegemewa na ametia bidii katika maendeleo ya mambo ya sehemu hii. Nashukuru sana viongozi wote wa bunge wa sehemu hii, nikiwaona wote wanatembea pamoja, Mheshimiwa DMM, Mheshimiwa Wainaina, wakitembea pamoja kufanya kazi, inamaanisha ya kwamba wao wanatia bidii wakijua ya kwamba kazi ni ya kumfanyia mwananchi, sio kufanya siasa tu ya bure. Mheshimiwa Reverend Maina, nimeshukuru sana kwa ile ujumbe umehubiri. Mimi Kimani sio Maina, Kimani, Samuel Kimani. Nataka niseme nimeshukuru sana kwa ile mahubiri umehubiri. Mimi nimejengeka kiroho, imekuwa ni injili ya ukweli. Unajua Reverend, shida yenye tuko nayo kwa makanisa mengine ni kwamba mapasta wengine wanasahau sisi pia ni washiriki, na tukikuja tunataka kuhubiriwa. Sasa kuna wengine wanafika kanisa wakiona mtu ya serikali yako hapo, ama alikuwa na quarrel yake na serikali, ama alikuwa rafiki yake wa opposition ama nini, na ameona mtu ya serikali hapo, anaanza tena matusi. Anasema nyinyi ni bure, hamjafanya hii. Anasahau nimekuja hapa kutafuta ufalme wa Mungu kwanza. Sasa baada ya kunihubiria ajui shida yenye nimepitia wiki mzima. Anafika mazishi ama anafika kwa service, anabadilisha, anatusi, anachukua a small group of the group, anawatusi hawa, alafu sasa unashindwa huyu pastor ni wa siasa ama ni wa Mungu. Lakini huyu Reverend Maina, mimi naona huyu hapo na network pia mzuri ya kwenda huko juu. Na sio ati ninasema ati ni guesswork. So unajua wengine wengi wenu hamjui, baba yangu ni referent ya kanisa ya AIC. Na mimi nimekuwa kutoka Sunday school, nimetoka hiyo system yote, kiongozi wa vijana. Nilipoona kwaya inaimba hapa na wale vijana wadogo, nilifurahi sana. Kwa sababu ukiona watoto wadogo wakiwa hapa, unajua ya kwamba kuna future kwa kanisa hiyo, lakini kuna future pia katika taifa. Mimi training yangu ya uongozi ilikuwa Sunday school. Bila kanisa singekuwa mwenye mimi niko saa hizi. Ndio ukiona nikiitwa kuja kufanya kazi ya Bwana hivi, ninajua foundation yenye nilipitia Sunday school, nikakuja kuwa kiongozi wa kanisa. Wakati nilikuwa campus, kama vile my friend alisema hapa, huyu treasurer wenu, is it treasurer? Finance guy. Vile alisema, nilikiwa campus nilikuwa chairman ya CU yote kwa Kenya yote mzima. Na siku hiyo nilikuwa naona kabisa kwa roho yangu nikimaliza shule nitakuwa pastor. Lakini Mungu akaniita nikuwe pastor ya mambo ya siasa na uongozi. Na kwa hivyo nimefurahi sana kuja hapa. Kwa kanisa ni kitu ya maana. Na pia msijisikie kwamba mmesumbua. Nikikuja hapa nilikuja nijenge kanisa, sijajengea reverend na sijajengea nyinyi. Si Biblia inasema kwamba wekeni ghala yenu kwa mbinguni, si ndio? Ile mazuri tunafanya hapa tunaweka kwa store ya Mungu.
amba hapo sasa baraka yote inatoka, na tena hakuna kutu huko na hakuna weevils huko, hakuna hii mambo yote ile unaweka huko ni sawa, ni safi, na Mungu analeta kama baraka kwako na familia yako na katika taifa letu. So niko na furaha sana nimepata nafasi ya kuja hapa kukuja mahubiri kama haya. Pia nataka niwashukuru kwa ile maongezi mmesema kwa hapa. Mimi nataendelea kushukuru watu wa Nyeri. Mimi nilikuwa mmoja ya wale nilizunguka hata mpaka huku wakati tuliomba kura. Na nilisikia vizuri sana mambo ambayo tuliuza sera katika sehemu hii. Na sera yenye rais aliuza, nilisikia sana mambo ya bottom up. Nilisikia rais akisema tutaunda serikali na mama mboga na watu wa bodaboda. Nilisikia rais akisema wazi ya kwamba serikali ikikuja itakuwa ni ya kusema kazi ni kazi lakini pesa mfukoni. Hiyo naamini ilikuwa ni ile inaitwa manifesto ya serikali ya rais wakati alikuwa anaomba kura. Ile mimi naamini sana kwanza kwa sehemu kama Nyeri kama hapa. Ninaamini ya kwamba wananchi tunapoenda katika uchaguzi ujao ama hata tukiwa katika uongozi ya serikali saizi, wananchi watachukua ile marking scheme ya ile wakati tulikuja kuomba kura, alafu wanasahisha kuuliza, tulisema tutasaidia mama mboga asiendelee kuuza bidhaa kwa barabara. Ni nini rais alifanya kuhakikisha kwamba mama mboga ako na soko nzuri? Soko mnajua tunajengwa katika hapa Nyeri ni karibu soko 6-7 ya mabilioni ya pesa, kwa sababu tulipromise kwamba tutajenga soko. Mnajua kwamba rais alisema we will ensure there is dignity kwa Kenya, kwa kuhakikisha kwamba wale watu ambao wanaishi kwa slums, wenye hawana manyumba, lazima tujenge affordable housing. Mnajua ya kwamba tulisema tutahakikisha mambo ya health, na rais akasema ya kwamba tutabadilisha ndio social health ikuwe better, itusaidie better. Siku hizi hatuitwi Harambee kama vile tulikuwa naitwa 3 years ago, kwa sababu we have moved a step higher na mambo ya social health. Tulikuja tukasema ya kwamba rais akasema kwamba atasaidia kutoa wale walikuwa CRB na wahakikisha ya kwamba anawasupport, na mnajua kwamba akalete ile mswada ya kutoa hiyo katika sehemu hizo zote. Hizi program zote ilikuwa kwa sababu lazima tuboreshe maisha ya wananchi. Nikiwa waziri wa barabara wakati huo, tulikuwa na barabara nyingi ilikuwa imekwama since 2016-2017. Na mnaona rais alikuja kustabilize uchumi, na chini ya miaka 3 saa hizi tumerudisha contractors wote kwa barabara zote za Kenya, kwa sababu ya ile stability yenye ilikuja kwa mambo ya economy. Na sasa tunaona mabarabara zinaendelea. Ile barabara mheshimiwa Wamumbi amesoma hapa zote, sio hapa tu, iko kwa Nyeri town, iko kwa upande wa Othaya, barabara zinaendelea Mukurweini, barabara zinaendelea Kieni, na zinaendelea sio hapa peke yake, Kenya mzima. Kila mahali all the contractors have come back. Na ulisikia rais alisema tunataka tena kujenga barabara za kifahari, ile ya kufungua na kupanua uchumi ya Kenya, kuhakikisha kwamba sio tu itoke Nairobi usijui ifike Keno likuje Marwa iishie hapa atikuje town, hata sio town peke yake. Sasa kuna mpango ya kuchukua kutoka Nyeri iende na Nyuki, iendelee iende huko, iende upande wa Isiolo, iende itoke Isiolo iende mpaka kule Moyale, kwa sababu hii itakuwa corridor kubwa yenye itakuwa na dual carriage, na pia itoke hapa junction hapo Sagana iende pia mpaka Meru, ndio iende ipige kona ikuje upande wa Timau. Those are part of the plans. Ukisikia rais akisema tunataka kutoa Kenya tupeleke huko kama ikuwe kama Singapore, si ati tunapanda ndege kwenda Singapore. Kuna mtu juzi aliniambia, waziri, kwa sababu wizara yako ndio inapeana passports, niharakishie passport yangu nisipatikane kwa hii safari ya rais kama sina passport. Hatuendi safari nje, tunabadilisha Kenya ikuwe kama hizo nchi zingine. Na hiyo mpango ni kwa sababu rais wetu kama Nehemiah, unajua Nehemiah alikuwa in a very comfort zone. Alikuwa kwa nchi nyingine lakini comfort zone. Akajitoa aliposikia huko nyumbani mambo sio mazuri, akajitoa akakuja
na mliona katika chapter 1 inasema kwamba niliposikia habari hiyo nililia na nikamlilia Mungu, na nikaanza kuitisha mkutano, na nikaanza mpango ya kujenga ile ukuta wa Jerusalemu, na nikatoka hapo na mnaona mnasikia Tobias ule was an Amorite to Sanballat na pamoja na Tobias mtu yake ya mkono. Mnajua kwamba walikuwa pale wakipiga kelele, na leo tumeambiwa ukweli wanapiga kelele huko, lakini ni rahisi kupiga kelele, ni ngumu kuwa Nehemiah, ni rahisi kuwa Tobias na Sanballat, kwa sababu kuwa Nehemiah kuwekelea mawe na kujenga sio rahisi. Na unaona kwamba unaona hata siasa kwa Kenya saa hizi, siasa ya Tobias na Sanballat ni rahisi, kwa sababu unasimama kwa market unasema hajafanya nini, usijui nini kasongo nini, alafu unaenda, kwa sababu huwezi jibu soko, huwezi jibu usijui maji, huwezi jibu barabara, huwezi jibu mambo ya uchumi. Lakini unakumbuka ukisoma I think chapter 4 chapter 5 ilifika hata mahali Tobias na Sanballat walianza kumwambia Nehemiah, si ukuje tupige story. Nehemiah akamwambia mimi sitaki consultation, mimi nataka niendelee kujenga hiyo ukuta mpaka ikwishe. Mnajua rais alipromise kwamba pesa itaenda mfukoni, tutaboresha mambo ya maziwa saa hizi ni 50 shillings per liter. Tukasema tunaboresha mambo ya kahawa saa hizi inauza between 140 150. In fact, ile shida tuko nayo siku hizi na security team wananiambia tuko na shida ya kuiba kahawa na kuiba makadamia. Unafikiria mwizi anaoiba kitu yenye haina maana? Suwizi hii yenye inakuja zaidi kwa sababu wanaona hii ni gold. Sasa imetuletea shida kwa upande ya security. Lakini lazima tukubaliane upande ule ya kwanza kwamba sasa kahawa imerudi kuwa bora katika Kenya, ikiwa pamoja na hapa Nyeri kwa sababu ya bidii ya uchumi ya hapa. Lakini ukimwambia Tobias na Sanballat wanakuambia hapana, hata hiyo kahawa haitakaa sana, hata hiyo bei itapotea hivi karibuni, hata Iran imepigana sijui na wapi mtaanguka. Na ilikuwa hivyo kwa Biblia. Sanballat na huyo Tobias wakati huyu alipokuwa anajenga ukuta walikuwa nakaa mahali wanasema hiyo ni ukuta gani sasa, hata mbweha ikipanda itaanguka, kwa sababu Tobias na Sanballat wako na time ya umbweha na mambo ya maneno ya fitina, hawana time ya kujenga. Mimi nataka niwaambie watu wa Nyeri, Rais William Ruto hajatoka mahali aliwaambia tutasafiri pamoja. Rais William Ruto hakuna siku amesimama kwa serikali yake akatoa mtu yoyote kwa serikali yake kusema huyu aondoke kwa sababu anatoka Nyeri ama anatoka sehemu fulani. Ile kiasi ya wale ambao waliwaappoint kwa serikali bado wako serikali, ijapokuwa wale walijiondoa wenyewe ama mtu mwenye alijitafutia shida zake mwenyewe. Wale ambao saa hizi serikali, wakati rais anaunda serikali, anaunda ikiwa pamoja na Nyeri wako ndani. Na wale ambao wanafanya rais kama kina Wamumbi, kama Wamatinga na hawa wote wako na equal access ya kukaa na rais kuambiana shida ya watu wa hapa Nyeri na watu wa Mount Kenya. Hakuna, and I want to say this, nikiongea kama mudhoni wa wenu. Unajua mlinipatia bibi. Hakuna kitu inapita inashinda bibi. Mimi niko sasa na wajomba wenu. Na mimi nataka niseme, ni watoto wangu wanaita nyinyi wajomba. Si namna hiyo? Na lazima tuambiane ukweli. Rais William Ruto amesawasisha Kenya nzima. Wale wanamuaccuse the president, they have absolutely zero evidence against him, because they know that if we were to go for facts blow by blow, there is no place that President William Ruto can be accused that he has left the people of Mount Kenya. He has been very faithful kwa ile kazi. Ile tu yenye alikwazana na watu kidogo ni wale walikuwa wanamwambia kabla hujajenga barabara nipatie kitu yangu kidogo, kabla hujafanya hii nifanyie hii. Hiyo ni personal issues. Lakini in terms of developing our country, the people of Mount Kenya, the people of Nyeri County have been integral part of the president's agenda. Na hiyo ndio kitu ningependa kuwaambia hapa kama vile nyinyi mnajua. Pia ninataka nishukuru kwamba sasa hapa
nyinyi mnapigana na mambo ya pombe, na nimefurahi sana. Rais alisema mwaka huu itakuwa ni wakati wa kubadilisha mambo ya maisha ya watoto wetu kwa mambo ya pombe. I want kwanza to thank our chiefs, assistant chiefs and our ngao officers wenye wanafanya kazi kupigana na pombe. Na lakini zaidi nataka niwashukuru wananchi kwa sababu nimeona kwa hapa it is the citizens who are ahead. Wanataka sehemu zao ikuwe safe. Na hiyo ni kitu yenye nataka niwashukuru sana. Mnajua kwamba kwa sababu ya bidii yenu Nyeri ni baadhi ya counties yenye si mbaya sana kwa mambo ya pombe. Ndio posa unaona nyinyi wenyewe mna point, mkiona mtu mmoja pale mnasema ni huyu anauza bangi, huyu anauza pombe, and I like this approach kwa sababu Mswahili alisema usipozipa ufa utajenga nini? Ukuta. Hatutaki mambo ya pombe haramu irudi. Wacha kwanza kabla niseme hiyo agenda niwaambie. Rais alipoingia ofisi alianza program ya kusaidia askari wetu. Akaweka salary yao ipandishwe kwa miaka ya kwanza, ya pili, sasa ya tatu kwa Julai hii ndio itamalizwa. Inaboresha maisha ya hawa polisi wetu. Tumeleta SHA, wanakuwa sasa na proper mambo ya inaitwa nini, medical cover. Tumelete pia kuhakikisha kwamba mambo ya promotion na usawishaji tunahakikisha kwamba hiyo promotion inafanyika. Hao maaskari wetu sasa saa hizi tunafanya procurement ya magari ndio wapate nafasi ya kutembea na kufikia wananchi. Wakati walikuwa wachache, rais akatoa amri tukafanya ile recruitment ya 10,000 police officers. Ndio unaona kwamba saa hizi wako hapa Kiganjo, wengine wako Nairobi, wengine walipelekwa juzi Nyeri, Meru huko for training, wengine wako huko Magadi, watamaliza na kufuzu mwezi wa 10 na mwezi wa 9, mwezi wa 10 pale. Na wale watakapokuja itaongeza maaskari wapya wenye wako na nguvu mpya ambao watatusaidia kuhakikisha namba ziko juu. Kwa sababu rais ametia bidii. Mimi nilitembea kwa jukwaa la usalama nikasikiza mahitaji ya maaskari wetu na tukafanya promotion. Mnajua IG anatoka hapa. Si hapa ni county ya IG. Si hapa ni constituency ya IG Douglas Kanja. Na unajua kwamba yeye amefanya kazi na mimi, tumepromote wa police officers, constables wenye walimekaa wamefika 50 years wote tulipromote juzi. Corporals wenye walikuwa wamekaa more than 10 years wamepromotiwa wote. Na sasa welfare ya askari wetu imekuwa improved, we are taking care of them. The question I ask our askari, ukiwa na county commander ako hapa, ako pale, na sub county commander ako hapa, huyu OCPD mwenye hapa wa high constituency, where is he? Ako wapi bwana, ako wapi, where is he?